Lakini swala la pili, mheshimiwa, japo umesema kwenye ardhi tusirudie, yani mambo yasijirudie, ila mimi naamini mheshimiwa, kwenye swala la ardhi jitahidi sana. Kama kuna cabinet unaweza ukakaa nayo, ukae nayo. Kuna ardhi kubwa imeuzwa, mama amesema tuweka 30, lakini inasemekana kuna mfugaji kapewa eka 100, kuna nani sijui kafanya hivi. Kwenye swala la ardhi naomba mheshimiwa, kama inawezekana, hebu tukaa na watu wakupe jinsi ilivyo kwenye kijiji hiki. Kwenye swala la ardhi ni kero na ni tatizo kubwa. Kuuzwa ardhi kiholela bila wananchi kujua. Hata kama kuna shida, inatakiwa mkutano mkuu ukae tujue. Lakini hatuna mkutano aina yote. Hatujui chochote. Tunasikia tu kwamba ardhi imeuzwa. Imeuzwa uzwaje? Tunataka tujue. Kisha andika barua inakuja kwa viongozi wa halmashauri ya kijiji. Viongozi wa halmashauri wanapokea, wanarijadili, wakisha lipitisha, lakini pia inatakiwa kuwapelekea wananchi. Wananchi ndio wenye maamuzi ya mwisho. Mheshimiwa DC kufanya hivyo kwa sababu kulikuwa na kesi ya mfugaji na mkulima. Hii kesi ilikuwa kesi ya jinai. Ilikuwa polisi. Sasa baadaye ilipofikia mwishoni vijana wetu walitaka waje wakamatwe. Baada ya kupewa oda kuja kukamatwa, lakini serikali ya kijiji ilikaa hatukupata nafasi ya hili swala kulipeleka kwa wananchi. Mmeuza eneo la kijiji ekari 30 kwa shilingi 1,150,000. Tumeelewana ndugu wananchi? Serikali ya kijiji imeuza eneo ekari 30 kwa shilingi 1,150,000. Kwa hoja hiyo anayoisema ya kwamba kuna vijana wamekamatwa, si wa VGS, ni vijana gani wamekamatwa, walikuwa na kesi, mwalipie deni. Wakauza eneo kubwa sana la ekari 30 kwa shilingi 1,150,000. Lakini kwenye hoja hii anayoisema ya kulipa deni la wale vijana, kijiji kilichanga 900,000. Kijiji kilichanga shilingi 900,000 ili wakalipe hilo deni. Sasa kama kijiji kilichanga 900,000 na deni ni 1,100,000 na 100,000, maana pesa zilizokuwa zimepungua zilikuwa 2,500,000. Kulikuwa na sababu gani tena ya kwenda kuuza eneo la nini? Eneo la kijiji. Hapakuwa na sababu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa sababu hawaiti vikao vya kijiji kufanya maamuzi kwa pamoja, kwa hiyo wanapokutana watu wachache tu kati yao, wale viongozi tu wenyewe tu wanakaa wanajiamulia, na ndio maana wameamua uuzaji wa eneo hilo. Nikauliza eneo hilo limeuzwa kwa nani? Wakamtaja mtu mmoja anaitwa Juma ya Haya, ekari 10. Nilipouliza mtu wa pili ambaye wamesema wamemuuzia ekari 20, wakaanza kutupiana mpira. Wakasema sijui anamjua Ali, ndio anamjua huyo mtu. Ali si ni mwenyekiti wa kitongoji. Nilipouliza pia eneo lipo wapi, wakaanza kuvutana. Lakini wakasema walioenda kuwaonyesha wateja ni Hamisi, Kapwepwe, Hasani, Ali pamoja na nani? Na mtendaji. Hawa ndio ambao walikwenda kumuonyesha nani? Kumuonyesha huyo mteja. Kwa hiyo baada ya maelezo mengi pale yalipotolewa kuhusiana na hiyo changamoto, nikatolea maelekezo kwamba kwa kuwa zoezi hili la uzaji wa ile eneo walikufuata sheria na walikufuata utaratibu, eneo hilo lirudishwe kwenye kijiji. Lirudishwe kwenye nini? Kwenye kijiji. Utaratibu mwingine ndio ufanyike kwa ajili ya kulipa hilo deni, kwa sababu hayo mambo yote hajaenda kwenye nini? Hajaenda kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo yale maelezo walionipa mimi kwenye mikutano yenu hii ya mwaka huu ambayo nimeyatolea maelekezo hapa, mtakaoenda kukaa hiyo mikutano,
hiyo ajenda lazima ije ijadiliwe pale. Mheshimiwa Diwani, ije ijadiliwe na muone namna mtakavyofanya. Lakini eneo la ekari 10 aliyopewa Juma ya haya lirudi, sababu ni eneo la kijiji. Eneo la ekari 20 la kijiji lirudi kwenye kijiji. Hiyo habari ya 1,150,000 utafutwe utaratibu mwingine wa kuilipa, kwa sababu nilisikia mmechanga almost 900,000. Kwa hiyo kama ni 900,000 maana ilikuwa kuna gepu la 2,500,000 tu kukamilisha lile deni, ili deni liishe na ile eneo linabaki kuwa ni miliki ya nini? Miliki ya kijiji. Huwezi kuuza ekari 30 kwa shilingi 1,150,000 kwa sababu yani utakuwa umeuza shilingi 38,000 kila eka, utakuwa umeuza kwa shilingi 38,000. No, haiwezekani.